وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، فقد فاز المتقون. اللهم اجعلنا من الفائزين المتقين يا رب العالمين، آمين. يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. Ndugu Islam, awala tunarudisha shukurani za dhati zisizokuwa na kikomo kwake Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye ametujalia tena kuweza kufika Ijumaa nyingine, Ijumaa iliyopita mpaka ya leo. Ndugu Islam, ni mengi ambayo yamepitika katikati yake, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akatuhifadhi mpaka tukaiona tena Ijumaa nyingine. Ni neema ambayo yafaa sisi kama Waislamu kuitambua na kuweza kuirudishia shukurani kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Na shukurani kubwa Waislamu ambao tutatakana kuirudisha kwa Allah ni utekelezaji wa amri zake Allah subhanahu wa ta'ala, na vile vile kujizuia katika yale annawahi, makatazo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametukataza. Hii ndiyo dhati ya shukrani. Khutba yetu baada ya tahmid na kumshukuru Allah imetupa wasia muhimu sana, wasia wa kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha tukapata aya tukufu ambazo zitatupelekea maudhui yetu ya leo, ambayo tumo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, katika 10 la pili ambalo tumelianza na pia nalo limekaribia kuisha. Ukiangalia ni yale maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala anayosema ayaman ma'dudatin. Wewe mwenyewe ukipiga tu mahesabu unaona ni kama Ramadhani tumeianza jana ama juzi, lakini kwa uhakika masiku ndio hayo yanaenda. Sasa swali muhimu ni kujiuliza, je, katika yale masiku ambayo mimi nimekuwa ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani nimefaidika kiasi gani? Shahru Ramadhan, mwezi ambao umeteremshwa Qur'ani ndani yake, nimefaidika kiasi gani katika Qur'ani? Nimeisoma Qur'ani? Mwezi wa Ramadhan ambao ni mwezi wa mazid, ujira umeongezwa, je, na mimi katika nyongeza zile nimefaidika? Haya ndiyo maswali muhimu ambayo Muislamu ajiulize, na pale alipofikia aseme haya masiku yaliyobakia wacha nizidishe zaidi, atie nia katika masiku yaliyobakia kwamba iwataraji kufanya mazuri zaidi ya yale masiku yaliyopita. Tukiwa mbele yetu tuna 10 la mwisho muhimu ambalo lahitajika sisi kama Waislamu kulitilia nia ya kwamba 10 la mwisho hili tuweze kupata ule usiku mtukufu wa Lailatul Qadr. Tunamuomba Allah tujalie miongoni mwao inshallah. Khutba yetu ya leo Uislamu
inatembea na maneno yake Allah subhanahu wa ta'ala aliyoleta kwa njia ya kuuliza. Anasema Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kullu nafsin bima kasabat rahinatun illa ashabal yamin fi jannatin yatasaaluna 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar. Hizi ni aya ambazo zimebeba ujumbe mzito. Anasema Mwenyezi Mungu katika maisha ya Muislamu ambao anaishi katika huu ulimwengu na kufanya matendo mema, na kibinadamu wakati mwingine akapungua akafanya yale maovu. Sasa ni akumbuke ya kwamba kila nafsi bima kasabat, kwa yale ambayo nafsi hiyo imechuma, rahinatun, huwa iko katika kifungo, yani imezuiliwa. Ni kama vile wewe una matatizo lakini una kitu chako ambacho ni cha faida, kitu muhimu, ukasema bwana, mimi nataka uchukue hii saa yangu na yeka rahani, unipatie amount fulani ambayo yaweza kunisaidia. Mambo yakiwa mazuri nitarudisha, ili na mimi nichukue nini, amana yangu. Sasa hizi nafsi zetu Waislamu tumeziweka mahali, na kukombolewa kwake ni yale matendo mema, ndio tuzitoe pale mahali. Kullu nafsin bima kasabat rahinatun illa ashabal yamin, isipokuwa watu wa mkono wa kulia. Watu wa mkono wa kulia ni watu wema ambao walijitahidi duniani wakafanya matendo mema, wakajikurubisha kwa Mola wao, waliomkosea Mola wao wakamwomba msamaha kabla ya kuondoka kwao. Mwenyezi Mungu amewagawanya watu sampuli tatu. Kisoma katika suratu Al-Waqi'a akagawanya makundi matatu: muqarrabin, ashabul yamin, ashabu shimal. Kundi namba moja safi limeitwa muqarrabin. Mwenyezi Mungu akasema, fa amma in kana min almuqarrabin farauhun wa rayhanun wa jannatun na'im. Hawa ni watu namba moja watakaokuwa karibu na zile neema zote, pepo zao ni za juu, firdausul a'la, ambayo firdausul a'la iko jirani na arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mukharrabin walijikurubisha kwa Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu naye akawa karibu nao katika maisha yao ya duniani na maisha ya kesho akhera. Lakini pia wako waliojitahidi, japo hawakuwa namba moja, walishika namba mbili. Hawa ni ashabul yamin, watu wa mkono wa kulia. Hata ukikosa pale muqarrabin ukawa ashabul yamin, pia wewe umefaulu. Faman kana min ashabil yamin fasalamun laka min ashabil yamin. Hawa pia wamefaulu. Ashabul yamin walijitahidi, lakini hawakuwa 100% au 99%, lakini walikuwa hapo 80, 70, 75, hawakushuka chini. Na kundi la mwisho likawa ni ashabu shimal, watu wa mkono wa kushoto. Mwenyezi Mungu atuhifadhi, asitujalie miongoni mwao. Hawa ni mukadhibina dhalin, waliokadhibisha maneno ya Allah, hawakujitahidi katika kuyafanya yaliyo mema. Wao mwisho wao ni mwisho mbaya. Fanuzulun min hamim wa tasliyatu jahim. Hawa mashukio yao ni motoni. Mwenyezi Mungu atuhifadhi, asitujalie miongoni mwao. Kwa hiyo nafsi ya mwanadamu, nafsi ya Muislamu imefungika kwa yale maovu yake ambayo yeye mwenyewe ameyafanya.
Sasa kwa muda ambao bado tuko nao sisi na maovu tumeyafanya, nafasi bado iko ya kujitoa pale tulipojiweka kwa kurudi kwa Mola wetu, kuomba msamaha na kuzidisha matendo mema. Ukifanya hivyo utakuwa umetoka pale kwenye ile rahinatun, umeingia kwenye kundi la ashabil yamin. Mwenyezi Mungu akasema kullu nafsin bima kasabat rahinatun illa ashabal yamin fi jannatin, hawa watakuwa peponi. Kusudio letu la aya hizi ilikuwa tunaingia kuzungumzia mambo manne muhimu ambayo Mwenyezi Mungu ameyazungumzia katika aya hizi, ambayo watu waliyapuza, lakini yatawasababishia wao hasara iliyokubwa sana. Watu wema watakuwa katika mema, yani pepo za Allah subhanahu wa ta'ala, wametulia, wanaogelea katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala, zile walizoahidiwa, wakaambiwa mkifanya mambo ya kheri mtapata radhi za Mungu, na Mungu akiwaridhia atawaingizeni peponi. Sasa hawa watu wema wakiwa katika pepo zao, watawauliza wale ambao hawakubahatika kuingia peponi, ambao ni ahlun nar, watawauliza ma salakakum fi saqar, nyinyi tulikuwa pamoja duniani tukihimizwa kufanya mambo ya kheri, tukinasihiwa, tukielekezwa, lakini vipi leo, mbona nyinyi mko katika moto? Moto unaitwa saqar. Huu ni sampuli ya moto mkali ajabu. Moto uko sampuli ngapi? Sampuli 7, na pepo nazo ziko milango 8. Moja katika hizo 7 ni huu saqar. Sasa watu wa peponi wanawauliza watu wa motoni, jambo gani lililowasababisheni nyinyi, hali ya kuwa tulikuwa pamoja duniani tukiwezewa, tukihimizwa kuyafanya yaliyo mema, alafu leo wenzetu nyinyi mko motoni? Kisha moto wa saqar, ma salakakum fi saqar. Anil mujrimin, watu wema ambao wako peponi wanawarushia swali watu wa motoni, sababu gani zilizowasababisheni nyinyi kuingia motoni? Hawana budi kujibu, lazima wajibu. Watasema jambo la kwanza lililotusababishia sisi leo hii kuwa motoni, watasema lam naku minal musallin, lam naku minal musallin, sisi maskini hatukulitilia maanani jambo la swala 5. Kwa hiyo hii ni ishara wazi ya kwamba Muislamu yoyote ambaye atakuwa yeye hajatilia maanani umuhimu wa swala 5 na akaendelea hivyo bila kurekebisha hali zake, bila kutubia, akafa katika hali hiyo, huyu ni mtu wa motoni. Kwa uthibitisho wa hili swali na jawabu, ma salakakum fi saqar, qalu lam naku minal musallin, sisi hatukuwa miongoni mwa wale waliokuwa katika kutekeleza ibada muhimu ya swala. Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha Waislamu wasimamishe swala, si kuzisimamisha kwamba zisiswaliwe tena. Maana ya kuzisimamisha, Mwenyezi Mungu akisema wa aqimu salata wa atu zakat, maanahu almudawamatu alayhi, ni wewe udumu katika ibada ya swala, kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala walladhina hum ala salatihim daimun, walladhina hum ala salatihim daimun. Maana ya kudumu ni kuendelea na lile jambo.
sikulifanya unavyotaka wewe, ni kuendelea nalo, kudumu nalo, ndio maana yake. Kwa hiyo yoyote ambaye atakuwa yeye hajadumisha ibada ya swala, anaiswali vile anavyotaka ama haswali kabisa, huyu hapana hoja. Ikiwa atakufa katika hali hiyo, huyu ni katika watu wa motoni. Tusidanganyane wala tusifichane. Sote ni wanadamu. Kubwa tunaloliomba ni Allah atupe taufiki tuendelee na ibada mbalimbali, ikiongozwa na ibada ya swala mpaka mwisho wa pumzi zetu. Hili ndilo muhimu la kumuomba Mwenyezi Mungu. Na amali ya kwanza ambayo Mwenyezi Mungu ataiangalia kabla ya amali zingine zozote, awwalu ma yuhasab bihi al-abd yawm al-qiyamati as-salah. Amali ya kwanza ni swala. Angalia uzito wake swala. Amali zote Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemteremshia mtume wake ayat, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam, ni aya zimeshuka na akamrishwa ibada ya funga, zaka, wa aqimus salata wa atuz zakat. Lakini angalia ibada ya swala, Allah Subhanahu wa Ta'ala akampangia safari muhimu mja wake, kama anavyosema katika suratu Isra, subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min almasjid alharam ila almasjid alaqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'u al-basir. Huu ulikuwa ni msafara ambao jambo la kwanza Mwenyezi Mungu alikuwa anataka kumtulizisha mtume wake. Kumtulizisha kwa sababu gani? Wakati ule ulikuwa ni wakati mzito. Ameondokewa na ami yake, ameondokewa na mke wake Bi Khadija, ameenda Taif kutafuta nusra, lakini nusra haikupatikana, wakampiga kwa mawe mtume sallallahu alaihi wasallam. Baada ya kutoka safari yake ya Taif Thaqif, ndio Mwenyezi Mungu akampa safari ya Isra na Mi'raj. Kwa hiyo mbali na kumliwazisha, alikuwa anaenda kumkabidhi amana nzito, amana muhimu ya swala. Kwa hiyo Muislamu lazima uitambue ibada hii uzito wake, kwamba ni amana nzito ambayo wewe uliokabidhiwa kama Muislamu, basi na wewe ufanye juhudi ya kuichukua kisawasawa kwa mikono miwili, wala usifanye mchezo na ibada ya swala. Kwa sababu la kwanza litakalowasababishia watu kuingia motoni nini? Lam naku minal musallin. Lam naku minal musallin. Na huu moto ambao hawa jamaa wako ndani wanaulizwa maswali haya, si moto wa mchezo. Saqar, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameuzungumzia katika aya mbalimbali akisema, sauslihi saqar wama adraka ma saqar la tubqi wala tadhar. Huu moto wa saqar, mtu anayepoingizwa ndani yake haubakishi nyama wala mfupa, haubakishi nyama wala mfupa. Kisha anasema unachukua kabisa lawahatun lilbashar, unaondoa kabisa ngozi ambayo imezuia nusu wako, inaondoshwa moja kwa moja na moto wa saqar. Lakini leo yakizungumzwa haya watu huchukulia ni mchezo, lakini uhakika wa kisawa sawa utakwenda kuona wewe mwenyewe. Wewe mwenyewe ndio utakwenda kushuhudia. Je, yale yalikuwa yakizungumzwa yalikuwa ni hakika? Lakini wakati huo ukiona ni hakika, ni tule huwezi kurudi ukasema kumbe yale mambo yalikuwa ni kweli, wacha turekebishe. Hamna. Kwa hiyo uhakika watekana uhakiki sahihi na urekebishe, na ujue ya kwamba hii ibada muhimu ya swala yafaa mimi kuendelea nayo na kudumu nayo na kuishikilia kisawasawa. Lam naku minal musallin. Jambo la pili ambalo limewasababishia hawa kuwa katika watu wa moto kisha moto wa saqar ni jambo muhimu ambalo leo limepuzika kwa Uislamu,
anasema walam nakun nut'imu almiskin, sisi likuwa jambo la kuangalia maskini tumelidharau. Aya nyingi Mwenyezi Mungu amesisitiza juu ya maskini, nyingi sana anamzungumzia maskini maskini maskini. Innama nut'imukum liwajhi Allah, watu waliofahamu kina Sayyidina Ali karramallahu wajha, waliofahamu umuhimu wa kumwangalia yule maskini, kumwangalia mjane, kumwangalia yatima. Angalia walioyafanya, wakiwalisha maskini, wakiwaangalia wajane, armala na wengineo mbalimbali, na kila wakionyesha shukurani zao kwa Sayyidina Ali na mke wake. Sayyidina Ali anawaambia la nuridu minkum jazaan wala shukura, sisi hatutaki malipo wala shukurani kwenu. La nuridu minkum jazaan wala shukura, innama nut'imukum liwajhi Allah, sisi letu ni moja tu, twawalisha nyinyi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. La nuridu minkum jazaan wala shukura, innama nut'imukum liwajhi Allah, kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na tukiogopa yauman, siku ambayo kwamba uzito wake hausemeki. Kwa hiyo ndio na sisi tunajitahidi angalau ule uzito wa ile siku Mwenyezi Mungu atusahalishie. Hayo ndio maneno Sayyidina Ali akiyazungumza wakati akiwasaidia maskini. Kwa hiyo jambo la kuangalia maskini Waislamu ni jambo muhimu hasa zaidi ndani ya huu mwezi ambao tuko ndani yake, mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hata kama ni kwa kichache ambacho Mungu amekupa, chukua kichache kile, umwangalie majirani yako maskini, umwangalie mwenzako unayeswali naye ambaye umeona hali zake sizo, msaidie. Wewe utalidharau lile ukaliona ni dogo, lakini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni jambo kubwa ajabu kuangalia maskini. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameyasisitiza haya akisema ayuha nas, enyi watu. Hakuleta kwa sifa ya enyi waumini, ayuha nas, enyi watu. Afshu salam, enezeni salamu, kila mkionana amkuaneni, kwa sababu salamu inazaa mahaba na mapenzi. Watu wawili waliokosana, kitu cha kwanza kinachokatika huwa ni salamu, hawamkuani. Na kama watakuwa wanamkuana, ni salamu ambazo twazijua, assalamu alaykum, alafu na yule naye na chuki zake, wa alaykum salam, basi kama zipo. Lakini wengi huwa hakuna tena, twapishana hivi, unamuuliza mwenzako, vipi mbona umsalimii yule? Siwajua siku hizi hatusalimiani na yule jamaa. Tusalimiani kabisa. Na wote ni Waislamu, wanaswali msikiti mmoja, wanasimama kwenye safu moja. Lakini unamuuliza mbona huku mwamkuu mwenzako? Anasema siku hizi siwajua hatuongei na yule jamaa. Puzi sana yule. Jinga kabisa. Hana maana. Ni Waislamu hao na watakufa wakiwa hali hiyo. Hebu angalia umuhimu wa ule uhusiano mzuri wa Waislamu wawili. Mtume sallallahu anasema kila wiki Waislamu wanapata ofa ya kusamehewa madhambi yao, isipokuwa watu wawili ambao kwamba waliokosana. Rajulani takhasamani, watu wawili wameteta, hawamkuani, hawazungumzi. Kila malaika wanapofika kwa watu wale, Mwenyezi Mungu anawaambia da'ahuma hatta yastalihan, hao siwape msamaha wangu mpaka ile siku watakapofanya sulhu. Hasara tupu. Na Mtume sallallahu akasisitiza tena, anasema asimgure Muislamu mwenzake zaidi ya siku 3. Kama mmekosana, basi tafuteni njia ya kusuluhishana kabla siku 3 hazijafika. Sasa Mtume sallallahu anatuonyesha siri ya sisi kufaulu na kuzipata radhi za Mungu na pepo zake. Anasema ayuhan nasu afshu salam, enyi watu enezeni salamu, amkuaneni kama Uislamu. Ni dua mnaombeana, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dua
Tena mbali na kwamba ni dua, mnapata thawabu. Assalamu alaikum, Mtume anasema 10, wa rahmatullah 20, wa barakatuhu 30. Wewe kwa siku ukiamkua watu 10 una thawabu ngapi? 30 mara 10, 300 zishaingia kwa akaunti yako. Wewe bado wataka nini? Wapishana na Muislamu mwenzako humwamkui. Wengine hata ni family, hamkui shangazi lake, hamkui mjomba wake, amekosana na watu wote, na yeye wasujudu waswali. Wewe Muislamu wa vipi wewe? Huwezi kuwa Muislamu mpaka hapa pasafishiki hapa. Hawezi kuwa Muislamu wa kisawasawa kama alivyosema Mtume sallam, mpaka mkono wake na ulimi wake umesalimika kwa wale anaoishi nao. Ulimi hauleti maneno machafu, bughdha. Mkono hauleti madhara. Kwa hiyo afshu salam, la pili Mtume alilolisisitiza akasema, wa at'imu ta'ama, walisheni watu, wakikusudiwa maskini, mayatima, wajane, wasiojiweza. Afshu salam wa at'imu ta'ama, wasilu al-arham, unganisheni ujamaa. Elewana na mjomba wako, shangazi lako, nani wako, ule ujamaa wenu, family ile, muwe mnaelewana. Wasallu bil-layl, na muswali usiku, kikusudiwa swala za usiku, tahajjud. Sallu bil-layl. Haya mambo 4 ukiyafanya, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, tadkhuluna al-jannata bisalam, mtaingia peponi kwa amani bila kero. Sasa wewe tafuta katika haya 4 lile unaloweza, na kama wayaweza yote yafanye. Wengine ukimwamkua hapa, labda mkutana labda huko njiani, siku hiyo unamwamkua, wewe naye salamu nyingi kama wa Somali. Tu wa Somali ati ndio wana salamu nyingi. Kila akikuona asalamu alaykum, akiona asalamu alaykum. Sasa mimi si Msomali bwana, salamu tuamkua na asubuhi. Yaani anataka kuifanya dozi kwamba ikitolewa asubuhi mpaka kesho asubuhi. Nani amekwambia? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kosa la hawa watu ambao wako motoni wanajizungumzia wenyewe, kumbe walikuwa hawaswali, hawataki ibada ya swala, wala hawaoni umuhimu wa kuwalisha maskini. Lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. La tatu anasema, wa kunna nakhudhu ma'al khaidhin, wa kunna nakhudhu ma'al khaidhin. Sisi muda wetu mwingi ilikuwa ni mambo ya kipuzi, michezo, kupoteza time. Muda unapita, hafaidiki na chochote Muislamu yule akipoteza muda wake. Siku nzima inaisha, kimuuliza Qur'ani hajaisoma. Siku nzima inaisha, adhkari hajaleta, hata dua zile alizotufundisha Mtume sallam hajazileta, si za asubuhi, si za jioni, si ya kuingilia chooni, si ya kuingilia msikitini, hata dua moja hana. Ni yeye tu hivyo tu, muda unaisha, siku nzima hakuna chochote alichokiweka katika mizani yake. Muda ni kitu muhimu. Mwenyezi Mungu kuonyesha umuhimu wa muda, angalia sura ngapi nyingi sana alizotukumbusha juu ya muda. Wadhuha ni muda huo, mwanzo wa mchana. Walaili, usiku. Washamsi pia ni muda huo. Walfajr ni muda. Hiyo ni kuonyesha ishara ya huu muda usiupoteze. Fa idha faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Ukipata fursa itumie. Unao nafasi, soma Qur'an. Umepata nafasi, leta adhkar. Umepata nafasi ya kusimama usiku, simama. Fa idha faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Wako wenzako wanatamani nafasi na hawana. Yuko hospitalini, amelazwa mwezi mzima au miezi mitatu, mguu uko juu, ama mipira ndio inaingiza chakula. Yuko pale lakini anatamani, la ungelikuwa mzima, niko msikitini na swali pamoja na wenzangu, na mimi pia nikafaidika katika khairi. Amezuilika kule.
na nyudhuru zinginezo na zinginezo. Wewe nafasi unayo unaichezea. Na la mwisho anasema wa kunna nukadhibu biyaumiddin, sisi ilikuwa kila tunapoelezewa mambo ya akhira tunayatilia shaka. Bwana kaburini kuna munkar wa nakir, sema kweli. Jamani, ukitembea hapa kuna malaika raqibu na atid, haamini. Yote haya katika moyo wake hayamo. Kuna pepo, kuna moto, kuna kadha kadha, anakadhibisha tu yeye. Na sikukadhibisha si paka useme, waweza kadhibisha kivitendo tu. Mtu asiyoswali si anakadhibisha tu kwamba yeye hana haja, mpaka akwambie kwamba mimi sitaki. Vitendo vyake vinaonyesha. Na kawaida lisanul hal afsahu min lisanil maqal, lugha ya kivitendo huwa inaashiria zaidi kuliko lugha ya mazungumzo. Ziko ishara nyingi wewe ukionyeshwa tu ushaelewa. Mtu akisema wewe hata asiposema akifanya hivi si unajua ni wewe. Mtu akikwambia si ushaelewa. Ayosikuiza akikwambia hivi si ushaelewa. Akikwambia hivi. Kwa hiyo lugha pekee yake zinaonyesha huyu ni mtu gani. Lugha yake ya kivitendo, haswali ushajua huyu ni mtu gani. Mwanamke wa Kiislamu hajihifadhi utajua ni mtu gani. Si lazima aseme. Kwa hiyo ndugu Islam, mambo manne haya aliyozungumzia Allah subhanahu wa ta'ala, yatakikana sisi kama Waislamu katika manne haya usiingie hata moja. Kwa sababu ukiingia utakuwa miongoni mwa wale watakaulizwa kullu nafsin bima kasabat rahinatun illa ashabal yamin fi jannatin yatasaaluna 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin ila akhir al-aya. Kwa hiyo ndugu Islam, kusummarize khutba yetu, mambo mengi yamezungumzwa ya khairi ambayo tunatakana kuyafanya ndani ya Ramadhani, tuyakimbilieni, yakiongozwa na swala 5. aqulu qawli hadha innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim istaghfiruh. Yurham Online TV. Usikose kusubscribe katika channel hii na kubonyeza kengele iliyopo mbele yako.